niko na swali kwako. Yes. Katikati ya mama ya Yesu, mamake Yesu na mamake Muhammad, nani mwanamke bora duniani? Hakuna. Iko. Ni nani? Kwa Qurani. Ni nani? Qurani, unajua Qurani imedanganya. Qurani imedanganya. Mpe usome. Tatu ngapi? 42. 3:42 Qur'an. Inasema alafu 3:42. Unajua kulingana na wewe ni nani bora? 3:42 inasema nakumbuka malaika waliposema ewe Mariam, sawa, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua na kukutakasa na kukutukuza kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Mbona? Kwa hiyo Qur'ani inasema Mariamu ndiye ametakaswa na amebarikiwa kuliko nani? Mwanamke yote. Wanawake wote wa duniani, si ndio? Ina maana yeye kulingana na Qur'an ndiye mwanamke bora. Si ndio? Wewe uko unasema nani bora? Mariam si bora. Unajua mtanisamee, Bwana Yesu asifiwe, tusalimiane. Bwana asifiwe. Amina. Mtanisamee niseme hiki kitu. Unajua kuna kanisa linaitwa kanisa la Roman Catholic. So unalijua? Naijua. Hilo kanisa ndio limeleta mvurugo mkubwa zaidi duniani. Masuala ya kusema mtu akifa amekufa anaweza sikia ni kanisa hilo. Masuala ya kusema Mariamu ni mwanamke bora ni kanisa hilo. Kwa hivyo Muislamu anaposema anasema kama mama yake tu, maana Muislamu ni mtoto wa Catholic. Ndio maana vitabu vinasema waliopatia Muhammad utume ni Waraka bin Naufal. Waraka alikuwa padri wa kanisa Catholic. Umeelewa hiyo? Na ndio sababu unaona Katoliki wanasema salamu Maria, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Hiyo sala ni ya uongo kuanzia juu mpaka chini. Kwa sababu gani? Salamu Maria, umejaa neema. Uongo wa kwanza inaanzia hapo. Aliyejaa neema ni Maria ama ni nani? Mpe maiki usikie. Yohana 1 aya ya 14. Geuza hii kamera. Yohana 1:14. Biblia 14. Yohana 1:14 Biblia inasema naye neno alifanyika mwili. Neno tunajua ni Yesu. Yes. Kwa hivyo neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sawa. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Maiki. Kwa hiyo kulingana na Biblia ni nani amejaa neema? Ni Maria ama ni Yesu? Yesu. So naona hiyo sala imeharibu pale. Imeharibu. Tuendelee kidogo tena. Umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Uongo wa pili unapatikana hapo. Ndio. Tunauliza Biblia, Maria amebarikiwa kuliko wanawake ama vipi? Mwalimu wangu huko. Ndio. Kitabu cha Luka 1:42. Luka 1:42. Neno lake Mwenyezi Mungu, Biblia inasema Luka 1:42. Luka 1 ninafika pale 42. Inasema 42. Akapasa sauti kwa nguvu akasema umebarikiwa wewe. Huyu Elizabeth alipomwona Maria anakuja kwake akamwambia wewe Mariamu umebarikiwa wewe katika wanawake. Kuliko wanawake. Katika, sio kuliko. Katika wanawake. Mpe maiki. Katika na kuliko kuna tofauti? Hakuna tofauti hapo. Brother. Katika na kuliko. Iko. Angalia. Unaona huyu dada amesimama hapa? Huyu dada yetu amesimama. Wewe. Unaona huyu dada amesimama hapo? Amebarikiwa katika wanawake, sio kuliko wanawake. Kwa hiyo Maria na huyu dada hakuna tofauti. Maria aliyemzaa Yesu na huyu dada hakuna tofauti. Hata mama yangu anaitwa Clara Lupalas amebarikiwa katika wanawake kwa sababu amezaa mhubiri. Si hata mama yako amebarikiwa katika wanawake? Naam. Si ndio? Ndio. Si tunakubaliana? Kwa hivyo kusema Maria amebarikiwa kuliko wanawake ni uongo. Kwa sababu uliletwa na kanisa hili ili watu wakose kuweka ibada kwa Yesu, weke ibada kwa nani? Kwa Maria, kwa mwanadamu. Ndio. Hebu tuone Yesu. Hebu mwalimu wangu. Ndio.
Unajua kama Maria alifanya dhambi, na mnishike vizuri, kama alifanya dhambi baada ya kumzaa Yesu, anasubiri Yesu amtie motoni. Sijui kama una habari hiyo. Kwa sababu gani? Hebu tusomee Mathayo 12:46. Mathayo 12:46 neno lake Mwenyezi Mungu inasema. Na nimesema mnishike vizuri, kama alitenda dhambi baada ya kumzaa Yesu, anasubiri Yesu amtie motoni. Biblia inasema, alipokuwa katika kusema sawa na mkutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje, wataka kusema naye. Sawa.